Bwana asifiwe. Amen. Karibu tena leo mpenzi mtazamaji wa kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia Bobea Andikoni, ama kwa lugha nyingine Inverse, ambacho kimekuwa kikikujia katika chaneli yetu ya Ukonga SDA Church, na wewe umekuwa ukibarikiwa. Mungu akubariki sana. Amen. Katika kipindi chetu cha leo tukiwa somo la 4, tutaenda kujifunza kwa kina na naamini Mungu atakubariki sana. Siku ya leo nipo na wafasiri ama wachambuzi wa Bobea Andikoni. Niko na Muhoria Amos Machela, lakini pia niko na James Kejo. Na mimi ninayezungumza nawe naitwa Emmanuel Mgeta. Mungu akubariki sana. Ambatana nasi kuanzia sasa tunapoanza mpaka tutakapomaliza. Tunapoanza nimkaribishe dada Muhoria Amos, atatuletea ombi la ufunguzi. Karibu. Asante. Tuombe. Mungu mkuu, mtakatifu, 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 tunasema asante kwa wema na rehema zako. Tunapoenda kujifunza na kutafakari wema wako, kwa pamoja nasi, tubariki sisi ambao tuko hapa kwa ajili ya kuhakikisha hili somo, lakini pia mbariki mpendwa mtazamaji na msikilizaji. Kwa jinsi kuamini. Amina. Amen. Somo lililopita lilikuwa likisema mpango wa Mungu. Tuliweza kuchambua na tukaona kwa kina nini ambacho Mungu alikusudia tuweze kujifunza. Ndugu James Kejo ataweza kutupitisha yale ambayo tulikuwa nayo juma lililopita. Karibu. Asante. Kwa juma lililopita ambalo lilikuwa linasema mpango wa Mungu ama divine design, tulichokiona ni kwamba Mungu ndio muumbaji wa mbingu na nchi. Kila tunachokiona, tunachokistaajabu kiliumbwa na Mungu na kwa ustadi mkubwa. Lakini kuna miungu mingine ambayo ipo kwenye historia ya aina mbalimbali, ambayo mingi sio ya kweli kwa sababu hata haina uwezo wa kuumba, na mingi imetokana na vitu ambavyo Mungu tayari ameshaumba. Kwa tuliona pande hizo mbili za miungu ambayo sio ya kweli na Mungu wa mbinguni, na kwamba Mungu wa mbinguni anajitofautisha na hiyo miungu mingine kwa sababu yeye pekee ndiye muumbaji mwenye uwezo wa kustahimilisha maisha ya kila kiumbe hapa duniani. Hata hiyo miungu ambayo inazungumziwa pia vyanzo vyake pia unakuta ni kutoka kwenye uumbaji. Kwa Mungu wa kweli ni Mungu wa mbinguni aliumba mbingu na nchi. Asante kaka James Kejo kwa utangulizi huo wa somo lililopita, mpango wa Mungu. Mpenzi mtazamaji, nikualike sasa katika somo la 4, tatizo la uovu. Katika somo hili tutajikita katika kitabu cha Ayubu 1 na Ayubu 2. Nimkaribishe dada Muhoria Amos, atatuongoza katika utangulizi wa somo hili tunapoanza kujifunza. Karibu. Asante. Asante sana. Tatizo la uovu. Tupo duniani na tunapoishi hapa duniani, uovu umetuzunguka. Yaani hauwezi ukawa duniani unaweza tu ukatoka asubuhi kwenda mjini, yani asubuhi tu ukapigwa ukaibiwa, ukafika kazini, yani mambo yakaenda ndivyo sivyo. Lakini tukirejea katika mwanzo, sema ambapo Mungu alikuwa anaumba huu ulimwengu, Mungu aliumba dunia ikiwa kamilifu. Kila kitu alikiita kikiwa chema sana. Kwa nini huu uovu upo leo? Kwa nini tunaishi katika dunia ya uovu? Huu uovu ulitokea wapi? Kama Mungu ni mwema na Mungu ni mkamilifu, inakuwaje leo tunakutana na changamoto hizi? Hili swali ndio tunaenda kulijibu katika mjadala huu wa leo. Amen. Asante sana. Kaka Kejo, una nini cha kusema kwenye utangulizi? Tunapokutwa na shida ni rahisi kulaumu. Kutoa lawama. Tutajifunza kwa Ayubu alifanya nini. Lakini sisi binafsi tuna muitikio wetu tunapokutana na changamoto. Sasa kwenye kulaumu, somo la leo litatuonyesha lawama anastahili nani, na kama sio lawama basi ni nini tufanye tunapopitia hiki kipindi ambacho kuna changamoto na tunashindwa hata wakati mwingine kwa baadhi ya watu kuelewa sasa Mungu anafanya nini juu ya tunachokipitia. Kwa ni mambo ambayo tutayaangalia na tutakuwa hapo na wapenzi wasikilizaji wetu kujifunza kuhusu hayo. Asante sana. Mpenzi mtazamaji, kama ulivyoweza kusikia, tumeweza kupata utangulizi huo. Katika kitabu cha Ayubu
Biblia inamtaja Ayubu kama mtu mwenye mafanikio, mtu aliyebarikiwa, mtu aliyemcha Mungu. Na Biblia inamtaja kuwa Ayubu kama ni mtu aliyekuwa na mali, tajiri. Na katika utajiri wake, tunapojifunza somo hili tunaona kwa nini tatizo la uovu katika mibaraka aliyokuwa nayo. Sasa nini tatizo la uovu? Na tunapojifunza, je, Mungu anahusika vipi katika mabaya? Na shetani yeye anaathiri vipi maisha yetu? Kwa hiyo nikukaribishe fuatilie kwa kina namna ambavyo wazungumzaji wetu na wachambuzi watakavyokuwa wakituongoza. Dada Muholi, karibu sasa utuongoze katika somo hili ambapo tunaona tatizo la uovu. Na katika somo hili tunamuona Ayubu. Lakini unaposoma Ayubu, shetani anajitokeza. Yes. Na anaanza kumlaumu Mungu. Na anamlaumu katika utajiri wa Ayubu na kile ambacho Mungu amembariki. Na tukirejea nyuma, mpango wa Mungu maisha yetu sisi wanadamu tuishi kwa raha, si ndio hivyo? Tuishi katika hali ya utulivu kama jinsi ambavyo alimbariki Ayubu. Sasa tuongoze ili tuweze kujifunza sasa. Asante sana. Tukiangalia hapo ni kutoka katika kitabu cha Ayubu 1:6. Lakini tukiangalia hapo, unajua tukiwa tukisoma tunaambiwa kwamba kitabu cha Ayubu ni kitabu ambacho kilikuwa cha kwanza kuandika kwenye Biblia. Kwa nini kiwe cha kwanza kuandikwa? Ni kulikuwa kuna madhumuni gani sisi kujua hii concept ya uovu? Tunaona kwamba Ayubu alikuwa ni mtu mkamilifu. Alikuwa mbarikiwa nyanja zote, kijamii, kitajiri, kimahusiano. Yaani alikuwa ni mtu ambaye amebarikiwa sana. Lakini shetani alijihudhurisha mbele za Mungu, akasema kwamba kuna mtu wako ambaye umembariki, na Mungu akaruhusu shetani kumjaribu Ayubu. Tukiangalia hapa, ukisoma historia ya Ayubu utagundua kwamba marafiki za Ayubu walikuwa wanamlaumu Ayubu kwamba alikuwa ametenda dhambi, na kwa hiyo ile ilikuwa ni adhabu Mungu alikuwa anamwadhibu. Lakini ukirudi kwenye mwanzo kabisa, Mungu hakuwa amemjaribu Ayubu au amemwadhibu Ayubu kwa uovu ambao alikuwa ameufanya. Ile uovu ambao, zile tabu na shida ambazo Ayubu alikuwa anazipitia zilitoka kwa Ibilisi, kwa shetani. Kwa hapa tunaona kwamba maovu yote ambayo tunakuwa tunayapitia siku za leo, Mungu sio chanzo cha uovu. Uovu wake chanzo chake ni Ibilisi. Asante sana. Kaka Kejo, unazungumziaje kitabu cha Ayubu 1 na Ayubu 2 kama ambavyo imekuwa ni kitabu chetu rejea katika somo hili? Asante. Nimeona mambo mengi hapo, mengi na mengine anagusia hata somo lililopita. Kipindi tunaambiwa mstari wa 6 kwamba wana wa Mungu walijihudhurisha mbele ya Mungu na shetani akawepo katikati yao. Mungu alimuuliza shetani ametoka wapi. Shetani akamjibu kwamba ametoka kuizunguka dunia, katika kila kona ya dunia. Lakini akamuuliza amemuona mtumishi wake Ayubu. Napata picha sasa, kwa nini Ayubu? Yaani kwa nini asingeulizia labda kuna Ayubu, kuna Jessica, kuna mtu anaitwa labda Uchupe ama nani? Kwa nini Ayubu? Kwa utagundua Ayubu ndio alikuwa anamcha Mungu na Mungu analitambua hilo. Na shetani anamfahamu, na ndio maana majibu ya shetani akasema, si wewe umemwekea 1 2 3, si wewe umembariki. Yaani kwa tafsiri nyingine, kuna watu wengine shetani anawajua kwamba alikuwa akienda akiwatikisa kidogo wameanguka. Ila kwa Ayubu inaonekana alishindwa. Kwa kati ya mambo ambayo shetani aliyawasilisha ni kwamba kama akipewa ruhusa ya kutikisa maisha ya Ayubu na kumuondolea mali ambazo yeye alizani ndio zinamfanya Ayubu amtii Mungu na kumcha, basi anadhani Ayubu ataanguka. Mungu alimpa hiyo ruhusa, ukisoma hapo mpaka sura ya 2, na shetani kweli alienda kumjaribu. Lakini mwisho wa siku, katika yote ambayo Ayubu alinyang'anywa, kuanzia mali na familia, hakumkana Mungu. Alibaki akiona Mungu kwamba sio wa kulaumiwa. Ndicho ninachokiona kwenye sura hizi, na ninajaribu kuleta tu kwenye maisha yetu ya kawaida. Sasa sisi tunafanyeje?
tukipimwa kwa kipimo hicho ambacho shetani alipewa ruhusa na Mungu, tutafanyeje kwa Mungu? Tutamkana au itathibitika kwamba ni baraka alizotupa ndio maana tunamtii? Kwa ndo mambo ambayo tunayaangalia leo na ndo mambo ambayo nimeyaona kwa Ayubu. Kuongezea hapo, Ayubu alikuwa ni mtu mwema kama ulivyosema hapo. Ukiangalia Ayubu moja nasema alikuwa ni mkamilifu. Hakuwa na mawaa. Ina maana kwamba sasa hivi tunajiuliza sasa kwa nini watu ambao ni wema wanakutana na changamoto. Kumbe hili alianzia kwetu. Yes, alianzia kwetu. Tunamwona hata Ayubu alikuwa ni mwema lakini bado changamoto zilimkuta. Kwa hiyo wema ambao tunakuwa nao sisi sio shida kwamba changamoto hazitatukuta. Shetani bado atatumia huo wema wa Mungu na baraka ya Mungu ambao ametupatia kutujaribu. Ni sisi hapa tunasimama kwenye hayo majaribu. Je, tutasimama kama Ayubu kumtetea Mungu au tutaanguka? Sasa swali la kujiuliza hapa. Naam. Tunaona Ayubu alikuwa ni mkamilifu, alikuwa ni mtu mwema, ni mtu wa Mungu. Sasa inakuwaje Mungu yeye mwenyewe anaruhusu mtu wake ajaribiwe, ateseke namna ile? Ukisoma vizuri Biblia inatuonyesha Ayubu alikuwa na mali. Mali zake ziliondoka. Alikuwa na watoto. Watoto. Elewa watoto. Watoto 7 wa kiume na 3 wa kike. Watoto 10. Kwa wakati mmoja Mungu anaruhusu wote wanafanya nini? Wanaondoka. Yaani ni kidogo kiasi gani? Na Mungu anaruhusu. Sasa hivi Mungu tunaweza tukamtafsiri katika wema wa kiasi hiki? Yaani Mungu anaruhusu haya yote anatokea kwa mtu wake mkamilifu, anayemcha, anayemheshimu. Anaruhusu vipi mtu wake anajaribiwa, anakufa, anaingia katika changamoto ya namna hii? Ni swali zuri kaka Emmanuel. Chanzo cha uovu ndo tunakiangalia hapa. Nyuma kidogo kabla ya Ayubu, somo lililopita kwenye divine design tuliona Mungu si ndo muumbaji. Lakini alivyoumba aliona kila kitu kilikuwa ni chema. Maanake hizo shida ambazo tunakuja kuziona kwa Ayubu na hizo changamoto hazikuwepo. Sasa changamoto kwa wanadamu ilianzia wapi? Ni baada ya mwanadamu kuanguka kwa kuwa amelagaiwa na muovu Ibilisi. Na shetani huyu ambaye alimjaribu Adam na Hawa na akawashinda, wakashindwa kumtii Mungu kwa alichoagiza, ndio sasa anakuja kwa Ayubu. Sasa inaonekana shetani Eva sijui alipewa vishawishi vingapi. Sijui kwa ni kimoja akaanguka, sijui. Lakini inaonekana shetani akikugusa kwa njia ya kwanza, ukishindwa anatumia nyingine. Sasa tunaona imefika mpaka wakati haoni Ayubu akianguka, na bado tupo kwenye pambano la kiroho ambapo Mungu yeye ni kati ya wema na uovu. Mungu yeye anasimamia wema. Sasa shetani anataka approve kwamba hakuna wema au kwa huyo Ayubu sio mcha Mungu, hakupendi na nini na nini. Kwa anamtikisa kiasi cha kuua hata familia yake na kupoteza mali zake. Yote hiyo shetani alikuwa hana shida na wanaowaangamiza. Ana shida na jina la Mungu kutukana. Ndio maana imefika kwa kiwango hicho ambacho tungeangalia kwa upande mwingine unasema labda Mungu sio wa haki au Mungu amewaonea watoto wa Ayubu na mali zake na nini, havikuwa na haja ya kuanguka. Lakini kumbe pambano ni zaidi ya hapo. Ni kwa sababu tu jina la Mungu lilitukuzwa kwa jina la Ayubu. Hiyo ndio ikaleta madhara yote hayo. Na sio kwamba Mungu aliwaua watu. Ni muuaji shetani ndio alifanya hayo. Asante sana. Kwa hiyo tunachojifunza kwamba kumbe tatizo sio Ayubu. Tatizo ni shetani. Ambaye sasa anamshtaki Ayubu kwa Mungu, ni kutokana ulivyombariki mtu huyu. Ndio maana anakutukuza. Ndio maana yuko na wewe. Hebu mjaribu kumuondolea. Penzi mtazamaji, tunaendelea kujifunza na kuona. Sasa tunajiuliza tena. Ikiwa Mungu ni mwema sana na alifanya dunia kuwa njema. Sasa inakuwaje dunia ambayo Mungu aliifanya ni mbaya sana? Yaani Mungu ni mwema, lakini dunia imekuwa mbaya. Ukiachilia na dunia kuwa mbaya, kwa nini mambo mabaya yanawapata watu wema? Mambo mabaya yanawapata watu wema. Mfano Ayubu mzuri. Ayubu ni mtu mwema, mcha Mungu, lakini mambo mabaya yanakuwa sehemu ya nani?
ya Ayubu. Sasa leo tunayo mifano ya watu kama Ayubu mingi. Watu wema lakini mambo ni mabaya. Tunaweza kusemaje? Tukisoma katika kitabu cha Ayubu 1:7, Bwana akamuuliza Shetani, umetoka wapi wewe? Ndipo Shetani akamjibu Bwana na kusema, natoka katika kuzunguka duniani na katika kutembea huku na huku humo. Tukiangalia hapa ni kwamba Shetani anaweka mamlaka yake duniani. Anadai dunia kwamba ni ya kwake, anaimiliki. Kwa hiyo ametoka kwenye kutembea kuangalia himaya yake, nini kinaendelea humu ndani. Kwa hiyo kwanza cha kufahamu ni kwamba pambano ambalo linaendelea sio kati ya Shetani, hana ugomvi na sisi, anataka kuthibitisha kwamba yani Mungu ana makosa. Kwa hiyo hii ni pambano la ibada na utii kwetu kwa Mungu. Shetani alikuwa anataka kumjaribu Ayubu ili kuthibitisha kwamba Ayubu hamtii, yani kumtii Ayubu kwa Mungu ni kwa sababu ya vile ambavyo amembariki. Kama kaka James alivyosema kwamba Shetani atakuletea jaribu moja na jaribu lingine na jaribu lingine mpaka hakikisha kwamba wewe umeanguka. Lakini haimaanishi kwamba watu wema wanajaribiwa kwa sababu wanamheshimu na kumwabudu Mungu. Ule utii wao kwa Mungu ndio unawafanya kwamba wajaribiwe. Kuna mtu anaweza akasema kwamba fulani huyu mbona anajaribiwa sana. Wanasema kwamba mti wenye matunda ndio unapigwa mawe. Kwa hiyo wema wa Mungu uko pale pale, lakini ni ule uovu wa Shetani. Pambano kati ya Mungu na Shetani, pambano la mawazo. Shetani anataka sisi kutupandikizia mawazo kwamba Mungu ni dikteta, Mungu hana wema kwa wanadamu. Kwa Shetani anataka atuvute sisi tutoke kwenye kumtii na kumwabudu Mungu twende kwenye kumtii na kumwabudu yeye. Ndio maana hili pambano linaendelea. Amen. Yes. Asante sana mpenzi mtazamaji, tunaendelea kujifunza. Naamini unabarikiwa sana na somo hili, tatizo la uovu. Na mpaka sasa tunabainisha somo hili linatuonyesha kati ya pambano la Shetani na nani? Na Mungu. Na Mungu. Kaka Kejo, una kitu gani cha kuendelea kuchangia katika somo hili? Hapo kwa tulipofikia nichangie kwa kunukuu maandiko matakatifu ili tuelewe kinachoendelea. Mathayo sura ya 13 tutasoma hapo. Kuna kisa kimoja, tutaanzia mstari wa wa 24. Tutaanzia mstari wa 24. Na kama mmefika mimi nitasoma, na tumaini tunaenda sambamba na wapenzi watazamaji. Nasema hivi: akawatolea mfano mwingine akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na mtu aliyepanda mbegu njema katika konde lake. Lakini watu walipolala, akaja adui yake akapanda magugu katikati ya ngano, akaenda zake. Baadaye majani ya ngano yalipomea na kuzaa, yakaonekana na magugu. Watumwa wa mwenye nyumba wakaenda wakamwambia, Bwana, hukupanda mbegu njema katika konde lako? Kabla sijaendelea, yani wanavyoshangaa hawa watumwa ndo tunavyoshangaa leo. Yani kwani Mungu kwani hukuumba dunia ikiwa nzuri na njema? Sasa anasema limepata wapi basi magugu? Akawaambia, adui ndiye aliyetenda hivi. Watumwa wakamwambia, basi wataka kwenda tuyakusanye? Twende tuyakusanye. Akasema, la, msije mkakusanya magugu na kuzing'oa ngano pamoja nayo. Viacheni vyote vikue hata wakati wa mavuno, na wakati wa mavuno nitawaambia wavunao, yakusanyeni kwanza magugu, myafunge matita mkayachome, bali ngano ikusanyeni ghalani mwangu. Kwa kiufupi naweza nikasema haya maandiko matakatifu ndiyo ambayo yanaelezea uhalisia wa tunachokipitia duniani, kwamba Mungu kaumba dunia njema, adui akaja akapanda mbegu iliyo mbaya.
ndo uovu unaibuka, mambo mengi mabaya ambayo yapo kinyume na Mwenyezi Mungu yanaibuka. Lakini Mungu hatoi ruhusa ya kukatisha uovu mara moja, ili hata wale ambao wanajua Mungu ni mwema amuondoe shetani ghafla, auwe kila ambacho ni kibaya, hawatauona huo wema. Ndio maana kwamba na ngano zitang'olewa, yaani hata wao hawatuamini. Kwa Mungu anachukua muda mrefu upendo wake ili udhihirike kwa kila mtu, yaani kwa ngano na magugu wafahamu yote ambayo yanaendelea, na mwisho wa siku wafanye uchaguzi. Mambo yote yakimea mwisho wa tamati, basi watakaoona upendo wa Mungu na watakuwa wamethibitishiwa kwamba kweli Mungu ni pendo, wataingia ghalani mwake, na yale magugu yataondolewa. Kwa hiki ndio kinachotokea duniani. Adui alipanda mbegu, ndio maana tunapitia haya yote ambayo tunayapitia. Asante sana kaka Kejo. Sasa pia kupitia kisa cha Ayubu pia tunaendelea kuona tunaendelea kupata masomo mbalimbali ambayo yanaendelea kutuimarisha. Kwanza tunaona vita kati ya wema na uovu inaendelea. Kwa sababu shetani yeye anataka tushtaki kila kukicha na kutudhihirishia kwamba Mungu wetu ni mbaya kiasi gani. Na ndio maana tunaona kila kukicha mambo mengi yanafanya nini? Yanatokea. Lakini pia mambo mabaya kuwapata watu wema. Yaani wema maana yake ni watu wanaomcha Mungu, watu ambao wametoa maisha yao kwa Yesu. Kwa hiyo ndugu mpenzi mtazamaji, kaa mkao wa kujua ya kwamba shetani anakushtaki kila wakati, kila dakika, na jambo lolote linaweza kukupata. Na tunapojifunza somo hili lituimarishe kukomaa kiimani, kutegemea Mungu daima. Bwana asifiwe. Amen. Basi mpenzi mtazamaji, tunaendelea. Dada Muholia, unazungumziaje sasa somo hili kiujumla kwa mpenzi mtazamaji? Baada ya haya yote tunaona kwamba mwisho wa siku, baada ya huyu mjaribu kumjaribu Ayubu alifanyiwa urejeshwaji. Mali zake zilirudishwa, mifugo yake ikarudi. Nachosema kwamba Ayubu alifanyiwa urejeshwaji. Kwa hiyo hata kwenye maovu tunayopitia, kaka ulisoma hapo fungu, kuna mwisho wake. Mwisho Mungu atakuja, atafanya urejeshwaji na uovu wote utaangamizwa. Shetani ataondolewa hapa duniani na tutaenda kuishi mbingu mpya. Kwa hiyo kisa cha Ayubu kisingekamilika kama Yesu asingekuja hapa duniani na kutufia sisi wa dhambi. Ayubu alipitia changamoto mbalimbali ambazo shetani alimjaribu, lakini pia Yesu alipitia hizo changamoto. Shetani alimjaribu, lakini shetani alishinda. Na hili pambano kati ya wema na uovu, tunaona kwamba wema siku zote unakuwa unashinda kama Yesu alivyoshinda pale msalabani na katukomboa sisi wa dhambi. Amina. Na kwenye urejeshwaji wa mali za Ayubu tunaona alizidishiwa mara 2. Karibia kila kitu. Ila watoto walirudi idadi ile ile. Na jambo la kujifunza mpenzi mtazamaji na msikilizaji wetu ni kwamba utafika wakati Mungu atakuja kufanya hukumu na itajulikana wazi nani mwema, nani muovu. Na ikiwa unajua Ayubu alikuwa anatoa sadaka kwa ajili ya watoto wake, na wenyewe walikuwa pia wanamcha Mungu. Ni matumaini makubwa kwamba yumkini watarejeshwa wale waliokufa kipindi Yesu atakapokuja. Watarejeshwa na kurudishwa kwake, na itakuwa imetimilika ile ya mara 2 kwamba hata watoto waliokufa mara kwanza Ayubu watareunite naye pale ambapo Yesu atakuja na kuwafufua watu wote na wale wema kwenda kumlaki Mungu mawinguni. Kwa hiyo ni jambo la tumaini kwamba tutapitia changamoto, ila tukimtumaini Mungu kama Ayubu alivyofanya, Mungu ataturejeshea tulivyovipoteza mara 2. Lakini hata turejeshea tu kwa makadirio yetu zaidi ya ambavyo tungetegemea, kwa sababu nakumbuka kwenye kitabu cha Ayubu kinataja wale wana wa Ayubu na mabinti zake walikuwa ni wazuri kuliko watu wote kwenye uso wa nchi ya dunia. Ila waliorejeshwa mara ya 2 nao walikuwa ni wazuri kuliko watu wote kwenye nchi ya nzima au kwenye uso wa dunia. Kwa Mungu urejeshaji wake kiukweli ni wa namna ya ajabu, na ni kwa sababu tu ni Mungu mwenye upendo na anatupenda sisi viumbe wake. Amen.
Asante sana kaka Kejo. Naam. Na tumeendelea kuona kwa namna ya pekee kwamba licha ya kwamba tunapitia magumu na changamoto, lakini bado Mungu ni mwaminifu, anaweza kutupatia tena. Ukisoma Ufunuo 12, Ufunuo 12 na ile aya ya 10, Biblia inasema kwamba nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake. Kwa maana ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu, yeye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na nini? Na usiku. Kwa hiyo tunapohitimisha somo hili, tunapaswa kujifunza na kuelewa ya kwamba Mungu wetu yupo upande wetu, na kwa sababu Mungu ameahidi kuwa mshindi kwetu, na Biblia inatuambia mshtaki wetu ambaye ni Shetani ametupwa, na kazi yake ni kupambana usiku na mchana. Kwa hiyo atatuletea mapicha wakati wote. Tunachopaswa tuwe imara ili kuweza kushinda uovu na tuweze kuwa wakamilifu kama Ayubu alivyosimama imara na hatimaye anasimama na Mungu. Tunapohitimisha, maneno machache kwenye kuhitimisha hapo, hizi vita bwana kati ya Mungu na Shetani ni kwamba sio mapambano ya nguvu. Kwa sababu kama ingekuwa hivyo, hakuna kitu ambacho Shetani anaweza akafanya dhidi ya Mungu. Sababu Mungu ni muumbaji, Shetani ni kiumbe na achukulia hata 1% ya uumbaji mzima. Lakini ni kama tu Bwana Emmanuel, mtu akushutumu wewe kwa uongo, bwana wewe ni mwizi, ili wewe udhihirishe kwamba wewe sio mwizi, au labda wewe sio mlevi. Sio kwa kunipiga mimi, sio kwa kunionyesha kama una nguvu, ila ni kwa kudhihirisha tabia yako, mpaka wote walioambiwa kwamba wewe ni mwizi wajue Bwana Emmanuel sio mwizi. Kwa ndo kinachoendelea, Mungu anadhihirisha tabia yake ya upendo. Ndio maana hata tunachukua muda mrefu. Sio pambano la kutumia nguvu. Kama ingekuwa ni la kutumia nguvu, Mungu ambaye aliumba kwa kutamka anashindwa nini kutamka, Shetani akaondoka na uovu kakoma? Inawezekana, lakini anajaribu kudhihirisha na upendo. Kwa nini nachukua muda? Ili tuukubali upendo ni lazima tuuelewe. Kwa hiyo ni nafasi kwa viumbe vyote kutazama na kuangalia kweli Mungu ni pendo, mpaka watakapokubali na kila kinywa kukiri mwisho wa siku kwamba Mungu ni pendo. Amina. Asante sana kaka Kejo, lakini pia nikushukuru wewe ambaye umekuwa pamoja nasi tangu tulipoanza somo hili, tatizo la uovu, ikiwa ni somo la 4. Karibishe tena katika kipindi kingine ambapo tutakuwa tukijadili somo la 5, somo ambalo litakuwa pia baraka kwako. Tunapohitimisha sasa, nikualike tuweze kupata ombi wakati kaka Kejo akituongoza kwa maombi, na kisha tutakuwa katika mwisho. Amina, tuombe. Mtakatifu Mungu wa mbinguni, tunakushukuru kwa kisa cha Ayubu. Umetuonyesha kwamba chanzo cha haya yote ni mwovu Shetani anayepanda mbegu iliyo mbaya. Tusaidie kipindi tukiwa katika shamba lako, ngano ikikua na magugu yakikua kwa pamoja, tusaidie tukawa ile ngano njema ambayo mwisho wa siku tutaingia ghalani mwako. Ili hali ya vikwazo na changamoto zote, tubariki na utusaidie tukakutii na tukaweze kusimamia neno lako na kusimamia ukweli, hata kama tutapata changamoto kiasi gani. Kwa na mpenzi mtazamaji na msikilizaji huko waliko wote, ukatusaidie tuwe na moyo wa Ayubu na zaidi, kwa kadri ya Roho wako atakavyotuwezesha. Ndio maombi yetu katika Yesu Kristo. Amina.